ambao mnanisikiliza hapa leo, nashukuru Mungu nimepata nafasi ya kuongea na vijana wenzangu na kuongea na ndugu zangu katika Bwana. Nipenda kuchukua nafasi hii kwanza kuongea na nyinyi kuhusiana na jambo linalohusiana na safari ya maisha yetu. Pengine leo wakati tuliopo kuna mambo ambayo tunapitia tunaona ni kawaida na kwamba hayana mchango wowote katika safari ya maisha. Lakini liko neno moja ambalo napenda nikwambie mtumishi wa Mungu. Chochote unachokipitia kwenye safari yako kina maana kubwa katika safari ijayo mbele ya maisha yako. Usichukulie vitu kawaida. Naomba unielewe, kuna wakati tunaenda kuomba. Bwana Yesu apeswa sana. Naomba weka ufahamu wako hapa kusikiliza. Yako mambo ambayo pengine umekutana nayo kwenye maisha yako, wewe kama kijana ukachukulia kwamba ni mambo ya kawaida. Iko furaha ambayo umepitia wewe kwenye maisha yako, ukachukulia ni furaha ya kawaida. Lakini katika kila ambalo unalipitia limekuwa na maana kwa kuwa katika safari ijayo mbele ya maisha yako. Katika safari tunazo aina kuu mbili za safari, haswa wapendwa katika Bwana. Safari ya kwanza ambayo tunakuwa nayo, na hii ni safari ambayo inakuwa ikipendwa na watu wengi, ni safari ya furaha na amani. Bwana Yesu apendwa sana. Hii ni safari ya furaha. Wengi katika safari hii tumekuwa tukisafiri, tukifurahi, tumecheka na watu, na pengine wakati mwingine tukaitumia safari hii kumtukuza Mungu kwa moyo na kweli. Bwana Yesu apendwa sana. Lakini iko safari ya pili ambayo wengi wa watu wametokea kuiona safari hii kuwa kama msiba mbele zao. Lakini safari hii ndio ambayo ina makusudio makubwa sana ya Mungu juu ya maisha ya mwanadamu. Haleluya. Safari yenye huzuni na gumu na mateso. Safari ya furaha ni safari njema na hakika kila mmoja anaipitia. Na wengi katika safari hii wanaitumia sana kumsifu Mungu na kumtukuza. Lakini wengi katika safari ya magumu ni safari ambayo wengi wao kuna muda wanasema kwamba Mungu amewacha. Kuna muda wengi wanamiliki kusema ya kwamba Mungu hauniona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno moja ambalo limekupasa utambue wewe kama mtumishi wa Mungu, safari yoyote ambayo unaipitia maishani mwako, hiyo ni safari ambayo ina muhimu. Wakati Ayubu anapitia magumu, akiwa na wanawe, kupotelewa na mali zake zote, tazama anatokea mke wake ambao alikuwa katika wakati wake wa furaha. Anamwambia, mke wangu, huyu Mungu mbariki. Ayubu akadiriki kumwambia neno moja, na wao umekuwa kama wanawake wapumbavu. Je, na tupate neema tu? Je, na mabaya yapate yote? Mwambie jirani yako, na mabaya yapate nani? Juu ya safari ya mtumishi ambayo unaipita kuelekea ule ukuu wa Mungu ambao ameweka mbele yako, njia ya mtumishi ambaye anaamini katika Bwana, njia yake siku zote sio njia iliyonyooka. Horizon the way ambavyo unavyoiona isita zisikai. Siku moja niliwapa nikawaambia, njia ambayo tunaipita sisi ukiangalia unaiona imenyoka, unaona ni mwisho kama unapoangalia ziwa. Bwana Yesu apendwa sana.
Lakini sogei ambapo unatembea katika njia hii, kuna mabonde ambayo yameenda chini, zenu utatembea huko chini, hapo zenu utapata nafasi ya kupanda. Zenu ule mwendo ulikuwa unaona hivyo hivyo. Bwana Yesu apendwa sana. Amen. Wengi wanapoanza safari ya maisha yoyote, hakika kile ambacho anakuonyesha Mungu ndicho kilivyo, ndivyo ilivyo. Ile furaha ambayo anakuonyesha Mungu kwamba fulani, wakati unakuja wewe ambao unakuwa na furaha, wakati unakuja ambao wewe unakuwa mtu mkuu sana, abidi ni kweli. Furaha, I call you to kuwa mtumishi wangu ambaye utasimama kwa ajili ya watu wangu, utasimama kwa ajili ya watu wa maelfu na maelfu, mamilioni ya watu ambao kupitia neno lako wapo watu watabarikiwa. Kupitia kile ambacho nimekupa wapo watu wengi watainuliwa. Bwana Yesu apendwa sana. Ni sauti kutoka kwa Bwana na ni maelekezo kutoka kwa Mungu, ndio, lakini lazima uweke kwenye darasa ambalo ila kuthibitisha kile kitu kilichokuwa ambacho Mungu alikusudia kwa nacho. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usinyime Bwana Yesu amina yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika chochote unachopitia wewe kama mtumishi wa Mungu, imekupasa usiogope, imekupasa uamini juu ya Mungu ambaye unamtumikia. Maana yeye ndio Alfa na Omega, aliyoniamrisha yeye ndiye ambalo analimaliza. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Nifungulie Yeshua 1:8-9. Nifungulie Yeshua 1:8-9. Amina. Ndio nitatumia huko. Bwana Yesu apendwa sana. Neno Mungu linasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru wewe nami na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yupo pamoja nawe kila uendako. Haleluya. Katika changamoto yoyote mtumishi wa Mungu ambao unaipitia, no matter what difficult situation you are passing through, au katika njia yoyote ambayo unaendea, kitu ambacho hakipaswi kuondoka kinywani mwako ni neno la Mungu. Imekupasa kulitafakari neno la Mungu asubuhi, mchana hata jioni. Maana maisha upitiayo wewe, ulionayo kuwa ni magumu wewe, tayari wapo watu ambao walipita, wewe sio wa kwanza. Haleluya. Wewe wakati ambao Yeshua anakabidhiwa kuongoza wana wa Israeli. Haleluya. Kuongoza watu sio kitu kidogo. Musa mwenyewe alilalamika juu ya wana wa Israeli, lakini Mungu akamwambia Yoshua, usiogope, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Mtumishi wa Mungu unanisikiliza leo, napenda niongee na wewe, kwa maana wewe ndio mtumishi wa Mungu ambaye umebeba ushuhuda wa Mungu, ambaye umebeba kutunza maagano ya Mungu ambayo ameweka ndani yako. Wazazi wetu tulionao leo ambao wanatulea sisi katika imani, wengi muda wao unakaribia kuisha. Je, ni nani ambaye anaenda kusimama katika wakati wao? Ni wewe. Hivyo ulivyo leo hautabaki jinsi ulivyo, bali unaandaliwa kwa ajili ya kuja kusimama na kubeba ushuhuda wa Mungu. Je, umejiandaje katika kubeba ushuhuda huo? Nilikuwa naongea na watu jana nikawaambia, what you do now is going to prepare you for tomorrow. This is the future. Hallelujah. Hii ndio kesho mtumishi wa Mungu. Hii ndio kesho mtumishi wa Mungu. Naomba nikwambie tena, hii ndio kesho mtumishi wa Mungu. Huu
tabia yako ndio hiyo hiyo. Haleluya. Wanasema sasa nikiwa mzazi nitakuwa mkali mimi. Yaani nitakuwa nafinya mtoto wangu. Sawa, utakuwa unafinya. Hautabadilisha aina au mbadilisha kwa. Nikiwa namaanisha kwamba huu ndio wakati ambao nakupasa mtumishi wa Mungu. Unaisikia sauti hii leo mahali hapa. Imekupasa kutengeneza mambo. Leo ndio foundation. Leo ndio mizizi ya kesho yako. Pengine leo kama wazazi wako ambao wanaamini wanakusaidia ndio furaha yako. Kesho yeye kama usikia machungu ambao kwa wengine ndio machungu ambayo yako kwako. Na kama usinisikilize kwa leo, yeye natamani unisikilize kesho katika muda fulani ambao umesimama kama mzazi. Katika namna fulani ambao umesimama kama mtu fulani ambao unategemewa katika sehemu fulani ambayo katoa utakuwa na ndevu zako. Achana hizi ndevu za sasa hivi. Unaona? Utakuwa unasimama na ndevu zako, unasimama. Yes, that's plan. This man. Achana leo. Ambao unaona mambo yanaenda tu. Kuna muda teshiwa, kuna muda na wazazi, kuna muda waje. Kwa mateso yake. Sio haya ambao unasikiliza leo ambao mimi mwenyewe. There is moment comes mtumishi wa Mungu wanasikiliza. Ukikaa kidogo unasikia simu ya mzazi. Join. There is no food at all. I don't have shoes. Nimefukuza shule. Mume wangu. Hakuna chakula ndani. Najua. Na unaweza kuwa ni mapita ni elfu. Sisi yangu comes. Lakini napenda nikwambie leo. Leo tuna Yesu Kristo ambaye tunatengeneza naye. Anayetaidia katika njia yetu na yeye anatupitia tupasi kuogopa, usiogope. Ujasiri wako utatengenezwa pale ambapo leo utamwambia na kumkabidhi Yesu juu. Baba, nimesikia kelele za watu wengi wakizungumza juu ya safari. Nimesikia kelele za watu wengi wakizungumza juu ya hapo. Lakini Yesu, Mungu mimi sitakuwa msasa na kwangu watu watafungukiwa. Kwangu wanapo mtu Bwana hakutafungukiwa. Wala kwangu chakula hakitafunguka, sema amen. Watoto wangu hawatasoma shule za ovyo, watasoma shule za kifahari. Mtumishi wa Mungu unanisikiliza mahali hapa, mateso uliyopitia wewe, hayo ndio ya mwisho, sema amen. Mateso ulipozaliwa katika familia ya kimaskini, huo ndio ulikuwa mwisho, sema amen. Mahali ambapo uko sasa, wewe ndio ambaye unaenda kusimama na kutengeneza na kufuta machozi ya familia yako, sema amen. Wewe iwe mbaya umebeba, kesho ya wale ambao wanakutegemea. Kwani Mungu angekufungulia, uone jinsi gani ambavyo amekuandalia furaha iliyojengwa wewe mtumishi wa Mungu. Natamani Mungu angekufungulia, akuoneshe jinsi gani ambavyo amekuandalia furaha mbele yako. Sijui wewe Mungu ambaye tunamtumikia katika namna gani? Natamani uchukue hii ndani ya moyo wako. Sijui Mungu ambaye unamtumikia, unaona kesho akikuweka wapi? Unapotamani ukae kesho, unapotamani mazingira mazuri ambayo unatamani ukae kesho, those important yanatengenezwa leo. Usikose Mungu, mtumishi wa Mungu. Wewe ni agano takatifu la Mungu. Wewe ni agano takatifu la Bwana. Mungu amewekeza vitu vyake ndani yako. Nikwambie tu neno moja. Wewe ni mgawanyika. Kwa muda Mungu atuulizwa sana. Anapoona
analeta kijana wa Somali duniani awe kunamtia sana. Natamani nielewe, Mungu anaumizwa sana pale ambapo analeta kijana wa Somali duniani amekuweka kuwa wa Somali kwa kunamtia sana. Vitu ambavyo tunavifanya leo sure ni vizuri kweli, furaha waipo kubavu kama sema nisogea sahihi hawajaribu wewe unabambisa wewe vyote ambavyo tunavitamani kuvifanya vipo, mtu akimsaidia kuvifanya kwa ndani wewe kwenda Yesu sema wanamuuliza Mungu furaha hii ya Mungu ambayo amekusudia juu ya maisha yako ni yao. Unatambua wapi ulipotoka ndugu yangu? Unatambua familia gani kwa umezaliwa? Mimi niseme tu neno moja. Mimi nimezaliwa katika familia ya Kimaskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimezaliwa katika familia ambayo imekuwa ikisema sana. Wazo waliabudu sana. Like for this moment that's why ndugu zangu mimi wamekuwa katika hali ya mateso. Ndio wakasema kuwa kama ndio alili. Ipo shima mbele chini ya familia. Ipo heshima ambayo umekusudia ndio familia yao. Mtu pekee ambaye anabeba heshima ya familia yangu ni mimi. Lakini naweza kuibeba heshima hii ya familia yangu. Naweza kuibeba heshima hii ya familia yangu ni katika Yesu Kristo pekee. Hiyo ndio sauti ambayo iliitagwa na Bwana wangu. Yesu Kristo sio hapa. Yesu Kristo ni kosa. Hivyo mtumishi wa Mungu wasiogope. Mungu hana upendeleo. Iwe safari yako haupaswi kuogopa. Wapo watu wamezungumza maneno juu ya safari yako, bali neno moja Mungu amesema hodari na mambo ya ushujaa. Analipi nitakuwa pamoja. Je, si mimi ndiye kwa Mungu hodari na mambo ya ushujaa? Usiogope wala usifadhaike. You're not supposed to fear. Utakiko wala utashaka. Bwana alikuwa shuleni. Leo wakati ambao tuliopo ni wakati ambao tumeshaambiwa ni wakati mkuu sana. Ni wakati ambao ni wa mashaka. But niko hapa kukuambia mtumishi wa Mungu kwamba tunapaswa kwenye ibada. Usiogope wala usifadhaike. Mwambie jirani yako usiogope. Mwambie usiogope. Maana tunaye Yesu Kristo. Yeye aliyefanya kwa wengine ndio ambaye anafanya kwetu, sema amina. Yeye aliyogusha wengine na akawatoa katika hali ya dhiki akaweka katika hali ya furaha ndio ambaye anagusha sisi, sema amen. Nilitamka jambo nikawaambia, hakuna mtu ambaye atapungukiwa mahali hapa, na kama umetaka kupungukiwa umetaka wewe. Haleluya, amen. Mimi hadi hapa nilipofikia, tangu nimeacha njia zangu nikamwambia Mungu, maisha yangu nimekupatia wewe, sitaki chochote. Mungu naomba uonekanie juu ya maisha yangu. Hakika Mungu hatawahi kunificha uso wake. Maana nikamwambia Mungu, sasa kwa wakati wangu wa kutumika baya, lakini huu ni wakati wangu wa maandalizi ya utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Tunajiuliza Yesu Kristo alikuwa wapi? Alikuwa akichapa Injili, lakini wakati ule alificha. Alificha. Na hata wakati ule ndio Mungu call wituweze kwanza. Hiyo hata uwezo kwa neema hii ambayo nayo, naweza nikatoka nikaanza kupiga Injili ili watu wanione. Mwambie Bwana bado wakati wa kuhubiri bado. Mwambie Mungu bado. Onyesha mkono wako namna hiyo, kampuni yako namna hii. Sema mimi sitapungukiwa. Sijasikia bado. Sema mimi sitapungukiwa. Bado sauti za kinyongo wewe. Bwana Yesu ameza. Nyosha
mkono wako usema sitapungukiwa. 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 Haleluya. Ndio kwa watu naomba basi angalieni kwa Kiswahili yake kwa baki. Anasema asante Eloi baba sabata. Kama mwanamke sasa. Nilibaki mafuta kidogo akasema nini na mwanangu tukubele. Ndivyo tayari inakuwa kama wewe kila walifanya. Akifahamu funga. Leo ninakutamkia baraka kwa jina la Yesu aliyechuka. Ambaye amekuvuka maisha yako. Wakati raha yako inapopunguka inaongezeka. Ingesema kweli. Amen. Wanaomba sema amen. Sema amen. Inapopunguka utumishi wa Mungu inaongezeka kingine sema amen. Itatoka wapi sijui. Ile kwa yule ameniye. Yapatanishe leo na baraka hii kuchukua mimi nilikuwa napitia wiki moja lakini alimsimu akanionekazia akayafuta machozi yangu pamoja na wakati mdogo napitia kwa shule sikuwa nikujumbushia bila kulisha kwa siku kwa ikosikana lakini ile vile bado niligawana na Mungu mmoja huyo lakini leo Mungu ameingilia kati ananitongoza. Usiogope kumtolea Mungu ukiwazia kesho yako. Usiogope kumpa Mungu ukiwaza kesho unakula nini. Maana yeye amesema anaijua kesho yako. Mawazo wako wasiayo wewe mwanadamu sio mabaya. Kuja kipema. Mtu ananielewa mahali hapo. Kuna mtu ananielewa mahali hapo. Hebu kama unanielewa pokea Yesu mkono wako na mwenyewe. Nanda. Natamani kuelewa kwa mnazo. Leo unajua. Kama unapata wito, ni bwana piga sana wito. Chao.